sikufiwa, lakini mtoto wangu alipigwa risasi na leo viongozi walikuja kumuona. Alipigwa risasi ya tumboni ikatokea mgongoni. Na wameona operation mbili ya tumboni ya kutoa risasi na upasuaji. Anasema alipigwa na nani? Alipigwa na polisi. Kwa sababu siku hiyo polisi walikuwa wamejipanga ofisi ya kata, na mimi nilikuwa nawaona. Nikamwona kiongozi mmoja wa mtaa wa serikali za mtaa akimtoa polisi mmoja akiwa na bunduki akimwelekeza mahali ambapo mtoto wangu anafanyia kazi. Haijapita muda mfupi mtoto amepigwa risasi kutokea kituo cha polisi alipokuwa anaelekea nyumbani kwangu. Mtoto wangu sasa hivi hawezi kuchuchumaa. Mtoto wangu anakunya kwenye ndoo mpaka sasa hivi. Pole sana mama. Asante. Pole sana mama. Lakini na walaumu polisi. Polisi wanajua mimi ni bibi. Polisi wanajua mimi ni mlemavu. Polisi wamenipa tena mtoto mlemavu. Polisi msaidieni yule mtoto kupata kazi anayoweza kufanya. Wala sitamuomba Chadema wala mtu yote. Polisi mlifanya hivyo. Lakini pia nisisahau kumpongeza au kumshukuru OCS Wangaranaro. Yeye wakati na mimi nataka kushutiwa aliwaambia muacheni huyo mama msimuue. Ina maana na mimi ningekuwa nimeshakufa. Polisi, acheni ujinga, acheni kuonea hata mabibi. Asante, pole sana mama, pole sana mama, pole sana mama. Naam, tunafahamu Chadema bado ipo kwenye ziara zake za msingi kuweza kukamilisha jambo lao la kuzunguka kona mbalimbali za nchi ya Tanzania kufanya kampeni za kisiasa kuhusiana zima na swala lao ambao ajenda ya mikutano yao ni imelenga swala zima la Mheshimiwa Tundu Lissu kuweza kuachiwa huru, kwani hadi sasa anashikiliwa na jeshi la polisi pasipokuwa na sababu zozote zile zenye ushahidi ndani yake. Lakini ajenda yao ya pili kubwa ni kuhusiana na masuala mazima ya katiba mpya. Yani Tanzania wanatakiwa kuweza kufanya amendment ya katiba iliyopo ambayo imekuwa ni wimbo wa kila siku hata kabla ya uchaguzi mkuu wa 29 Oktoba 2025. Sasa jana walikuwa pale Arusha ambapo waliweza kupandisha bendera na kufanya kampeni na kufanya mikutano yao kama ilivyo ada kwa mikoa mingine ambayo tayari wamekwisha kupita. Lakini sherehe yao kubwa ilikuwa ni vikwazo vya Mheshimiwa Faustin Mafuele ambapo waliwekewa na nchi ya Marekani na kutumia hiyo pointi kuweza kufungua mambo mengine ambapo waliruhusu mahojiano yao dhidi ya wananchi ambao walikuwa wakihudhuria mikutano hiyo, na wengi walifunguka makubwa kuhusiana na masuala mazima au na madhara ambayo yalitokea 29 Oktoba 2025 ambayo ilikuwa ni siku ya uchaguzi mkuu. Lakini pia viongozi wa Chadema katika mikutano hiyo akiongozwa na Sugu waliweza kusherehekea vikali